Naam, ni kushukuru sana mtazamaji kwa kuchagua kuangalia UTV. Mimi ni Sauda Hussein na kwa sasa unaangalia Kidani. Kama unavyojua katika Kidani tunawaletea mambo mbalimbali ambayo yanahusu wanawake. Na leo tumekuja moja kwa moja huku maeneo ya Kigamboni ambako tumekuja kumtembelea mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya WIDU, ambapo taasisi hii inajihusisha na masuala ya kuwasaidia wanawake ama kuwafundisha wanawake masuala ya ujasiriamali na maendeleo kwa ujumla. Mwanamama huyo sio mwingine bali ni Rehema Konza ambaye tunakuja kuzungumza naye na tutazungumza naye mambo mengi sana kuhusiana na taasisi hii. Na kabla hatujaendelea, kwa ufupi kabisa tusikilize wasifu wake. Rehema Konza ni mkurugenzi mtendaji na mwanzilishi wa Women Empowering and Entrepreneurship Development Organization, WIDU. Ana shahada ya teknolojia ya habari na mawasiliano pamoja na biashara kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe alikohitimu mwaka 2014. Baada ya masomo alianza kufanya kazi na watafiti kutoka Marekani katika miradi ya utafiti wa kijamii, kazi iliyompa uelewa wa karibu kuhusu changamoto za vijana wanawake nchini. Utafiti aliofanya Kigamboni ulimpa picha wazi ya mahitaji ya wasichana wanaokuwa katika mazingira hatarishi. Taarifa alizokusanya na uzoefu wa kukutana na jamii hizo ulimshawishi kuanzisha taasisi ya WIDU, programu inayotoa usaidizi wa kielimu, ujuzi na usalama kwa vijana wanawake na wasichana wanaohitaji msaada wa karibu. Safari ya Rehema binafsi imekuwa chanzo kikubwa cha dhamira hiyo. Alipoteza wazazi wake wote akiwa na miaka 7 na malezi ya shangazi na ndugu zake ndio alimwezesha kuendelea na masomo. Msaada huo ndio umejenga msingi wa maisha yake na kumfanya atambue umuhimu wa nafasi salama kwa mtoto anayepitia changamoto. Rehema pia ni mhitimu wa diploma ya mazoezi endelevu ya biashara na uongozi kutoka taasisi ya Uswidi. Kupitia WIDU amekuwa mstari wa mbele kuandaa programu zinazowezesha wasichana kupata ujuzi, kujiamini na kujitegemea. Zaidi ya wasichana 200 wamesaidika na wengi wao wanaendelea kupata ajira na kuanzisha miradi ya kujitegemea. Anafanya kazi kuhakikisha nafasi kama hii inapatikana kwa wasichana wengi zaidi. Naam, huo ni wasifu wa Rehema Konza ambaye niko naye hapa leo katika Kidani. Rehema, mambo? Poa, habari yako? Salama. Za siku. Safi kabisa. Naendeleaje? Tunaendelea vizuri kama unavyotuona. Okay. Karibu sana. Asante sana. Mwaka huu mna idadi ya wasichana kama wangapi? Tuna wasichana 27 sasa. Tulikuwa na 28 lakini kuna mmoja aliumwa ikabidi arudi nyumbani. Yes, kwa hiyo tuna wasichana 27 wenye umri kuanzia miaka 16 mpaka 22. Kuna watu wanaweza kauliza kwa nini ulichagua labda wasichana. Yeah, kwa hiyo tumechagua wasichana kwa sababu tunaamini kabisa of course wasichana na wavulana wote wana matatizo au changamoto tofauti tofauti, lakini kuna wimbi kubwa sana la wasichana wana changamoto nyingi, especially wasichana ambao wako nyumbani wamemaliza la 7 au form 4 lakini hana cha kufanya. Hawa wasichana wanajiunga kwenye makundi ya hatarishi. Lakini pia kitu ambacho tunatamani kufanya ni kwamba kumuona sasa binti hata kama imetokea bahati mbaya hakuweza kuendelea na elimu ya sekondari, anafanya nini nyumbani. Kwa hiyo sisi kama WIDU tumeona kumpa msichana elimu na ujuzi ambao utamsaidia yeye aweze kupata ujuzi ili wa kufanya maarifa kwenye kupata kazi, kuajiliwa au kujiajiri, lakini lengo kubwa ni kumsaidia msichana sasa aondokane na umaskini uliopitiliza na kutengeneza jamii ambayo ina watu ambao wanatoa mchango mkubwa kwenye familia zao. Tumeshawazoea kila siku kina baba wao ndo wanaofanya kila kitu kwenye familia, lakini naamini kabisa wababa sasa hivi watakuwa wana furaha kuona pia kuna kina dada au kuna kina mama ambao nao wanafanya kazi na kuweza kusaidia familia zao pia. Kwa sasa mna miaka takriban 6 na najua mwanzo siku zote unakuwa sio rahisi na hasa katika swala la kukusanya watu niseme ama mabinti unakaa nao, kila mtu ana huruka yake, wametoka familia tofauti na kadhalika. Wakati unaanza ile hali ilikuwaje na ukilinganisha na sasa? Mwanzo ulikuwaje? Mwanzo ulikuwa mgumu. Nafikiri watu wengi wanajua unapoanza kitu hautegemei mengi kwa sababu kuna vitu ambavyo unaweza kuviseti lakini sivyo vitu ambavyo vinaweza vikatokea kwa wakati ule. Wakati tumeanza tulikuwa na wasichana 30 kwenye center, lakini nafikiri nilikuwa na nyumba ambayo ina vyumba tu viwili. Kimoja nilikuwa nalala na kingine ilikuwa ni sehemu ya kusaidia wasichana. Kwa tulikuwa tunatumia chumba kimoja cha ndani, ilikuwa na sebule lakini ilikuwa na sehemu ya nje. Mwitikio kwa jamii nafikiri haukuwa mkubwa sana kwa wababa kwa sababu
nafikiri kwa naona zaidi kama hii ni sehemu tu ya wanawake wanafanya mambo yao, na kuamini kama hapa wasichana au watoto zao wa kike wanapata elimu na ujuzi ili kujikomboa kwenye maisha. Kwa hiyo kulikuwa na shida, lakini nashukuru Mungu serikali za mtaa kupitia development officers waliweza kushirikiana na sisi kuweza ofisi ya maendeleo ya jamii. Yes, ofisi ya maendeleo ya jamii. Kwa hiyo tumeshirikiana kwa kipindi kile kusaidia kutoa wito kwa jamii, lakini kuona kitu gani ambacho kinafanyika. Kwa hiyo tangia 2019 20 corona ikaingia, wasichana ikabidi warudi nyumbani, na tatizo kubwa litokea kipindi kile baada ya wasichana kurudi nyumbani. Waliorudi baada ya corona wengine walikuwa na mimba miaka 15, 16. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu. Wasichana kama 8 walikuwa wajawazito. Kwa hiyo kwenye 30 warudi 22 na 8 wakawa wajawazito. Kwanza wakaona changamoto ambazo ziko mtaani, especially kwa wasichana ambao wanakuwa. Kwa hiyo 2019, 20 na 21 palikuwa kuna ugumu wa kupitiliza. Lakini kitu ambacho nashukuru Mungu sasa ambao jamii yote imeweza kuelewa nini tunachokifanya, wasichana hawa baada ya kupata ujuzi wameweza kufanya kazi ambao sasa wanaweza kuonekanika katika mitaa yao, nyumbani kwao, kwamba okay, msichana wangu alisoma WIDU akamaliza pale na sasa hivi anafanya kazi, na yeye pia kuna hela ambazo anachangia nyumbani, na watu wakaendelea maisha yao kama kawaida, kama kununua madaftari pamoja, madaftari, chakula, muda mwingine. Kwa sasa hivi naweza kusema wababa ambao tunashukuru sana wamekuwa nafasi kubwa sana kwa ajili ya kuwaleta wasichana au watoto wao wa kike kwenye senta yetu. Tumeanza na wasichana 30, lakini mpaka sasa zaidi ya wasichana 200 wameweza WIDU na zaidi ya wasichana 100 wanafanya kazi katika sehemu rasmi. Na hizo nafasi za kazi wanazozipata wao ndo wanatafuta, ama WIDU mnachangia kuhakikisha kwamba hawa wasichana wanapata hizo nafasi? Programu ya WIDU ni mwaka mzima. Kwa hiyo msichana anaingia hapa mwezi wa Januari, anamaliza mwezi wa 11 mwishoni. Baada ya pale tunafanya graduation. Akishamaliza sisi kama WIDU tunatafuta, tunasema ni internship, mafunzo kwa vitendo kwa miezi 3. Kwa hii internship au mafunzo kwa vitendo yanamsaidia msichana kuona mazingira ya kazi yakoje, lakini pia kukutana na watu wengine, lakini pia ni kuongeza uwezo wa yeye kuota vitu vikubwa, kwa sababu anaweza kukutana na watu wengi. Baada ya pale sasa wengi inakuwa ni rahisi, wale ambao wanafanya nao kazi wengi wana wasajili au rafiki zao au makampuni nyingine. Unajua kupata kazi ni tunasema ni network. Kwa hiyo ukishamjua mmoja au wawili, maana yake inakuwa ni rahisi na wengine pia kupata sehemu nyingine. Okay. Vigezo vikoje? Nakumbuka ulitaja umri kati ya miaka 19 mpaka 22. 16 mpaka 22. Vigezo vingine mbali na huo umri ambao umeutaja vikoje? Kama nilivyosema mara ya kwanza, sisi tunashughulika zaidi na wasichana ambao kwa namna moja au nyingine hakupata bahati ya kuendelea na shule kwa sababu tu nyumbani hawana uwezo wa kumuendeleza. Sio tu kufeli, lakini nyumbani hawana uwezo wa kumuendeleza sehemu yoyote. Huyu msichana anaishi katika mazingira hatarishi, ana duni. Kwa namba 1 atoke katika background hiyo ambayo nimesema, lakini namba 2 lazima awe na miaka 16 mpaka 22. Kwa nini 16? Nafikiri 2019 tulianza miaka 13. Tunapokuja kwenye changamoto ya kazi, hawezi kuruhusiwa, atamaliza miaka 14, hawezi kwenda kokote. Na sisi tunachokitaka ni kwamba msichana kishapata ujuzi basi aweze kuutumia, apate hela ili imuokoe katika haya mazingira magumu na hatarishi. Kingine awe hasomi. Kwa hiyo usije ukamtoa msichana shuleni kwa kigezo cha kusema huyu naamini hatofaulu, au miaka yake ni 16 mpaka 22 lakini naamini hatofaulu yuko shuleni. Hiyo haitowezekana. Na nafikiri tuna sheria, ukifanya hivyo tutakushtaki. Kwa hiyo hakikisha msichana hasomi, kwamba amemaliza lakini hasomi katika shule yoyote na haujamtoa katika shule yoyote, lakini ajue kusoma na kuandika pia. Lakini pia tunaweza kusema awe na motivation, ni mtu ambaye anapenda kusoma au anapenda maendeleo. Kwa hiyo sisi tutarahisishia kwenye kutoa mafunzo, tujue kabisa tunamsaidia kwa kiwango gani na wapi haswa. Wasichana wakoje? Yaani kuna mwingine anaweza kwambia wasichana bwana wana tabia za hivi, wasichana bwana wanapenda hivi. Lakini wewe kwa sababu unaishi nao, unakaa nao, wanapita na kuondoka, kuna namna unawaona wasichana. Mtu akwambia msichana yukoje? Kwa ujumla wake wasichana wadogo ambao wanakuwa na changamoto nyingi. Kwa wanapokuja hapa kuna vitu vingi, na sisi tunachokifanya tu namba 1 lazima tumuoje mazingira yake, ametokea wapi, kwa nini haendelee na shule, anaishi
na nani pia ili uweze kumsaidia. Na kwa hiyo naweza ngasema changamoto mojawapo kubwa ni ile kukata tamaa kwenye familia. Kwa hiyo ndio idea ambayo wanakujaga nayo kwamba naona kama siwezi kufanikiwa, siwezi kufika pale. Kwa sisi kama WIDU tunachokifanya tuna mentor. Tuna mtu ambaye anafanya counseling kumwonyesha msichana kuwa haijalishi umetokea katika familia ya aina gani. Unaweza ukapigana ndoto zako kwa kupata elimu na ujuzi na ukawa mtu yule ambaye wewe unataka kuwa. Kwa hiyo wasichana ukishafanyia hiyo mentorship kwa muda, wanakaa sawa na wanafight, na ndio maana wengi wanafanya kazi. Unajua naweza nikasema mfano kuna wasichana ambao wamesaidia kushona nguo za nafikiri kwa ni Miss Grand Tanzania, kama sana 2 au 3 kupitia sehemu ambazo wanafanyia kazi. Kwa unaweza kaona kabisa ni sehemu kubwa mtu kufikiria kama ninaweza nikafanya hivi. Lakini pia wasichana hawa wanashiriki kwenye ubunifu. Sisi kama WIDU tulishiriki Swahili Fashion Week, ilikuwa ni 2021 na 2022. Wasichana hawa waweza kubuni nguo, wasichana hawa waweza kupita majukwani, wasichana hawa waweza kuelezea nini wanachokifanya. Lakini 2022 pia tulipata awards inaitwa Humanitarian Awards kupitia kazi hizi na wasichana hawa. Kwa mwisho wa siku mtaona kabisa kumbe haijalishi background uliotoka nao, elimu uliokuwa nayo, bado kama kijana na nafasi ya kupigana na maisha yangu na kuwa pale ninapotaka kuwa. Okay. Na lazima wao wametoka Dar es Salaam ama hata mikoani wanaruhusiwa? Sisi tunachukua wasichana wote wenye vigezo. Cha msingi awe Mtanzania, nafikiri kwa ni kigezo kikubwa pia. Kwa ukitoka Dar es Salaam tupo Kigamboni, ukitoka Mwanza, ukitoka Bukoba, kutoka kokote, cha msingi tu uwe na hivyo vigezo, tutakupokea na tutakusaidia kufikia ndoto zako. Na elimu unayopata hapa ni bure au inabidi walipie? Elimu unayopata hapa kwa ujumla wao naweza ngasema ni bure. Kwa sababu tuna watu ambao wana support kwa kila kitu, kwa maana kulipa walimu ambao wana train, lakini vifaa ambavyo tunavyo. Lakini kwa mazingira mengine tulikuwa tunahitaji wazazi wachangie kiasi kidogo cha chakula ambacho inaweza kawa ni 1500 kwa siku. Hii ni kumfanya mzazi awajibike. Kwa nini nasema hivi Sauda? 2019, 2020 na 2021 elimu ya WIDU ilikuwa ni bure. Mimi pamoja na timu yangu tulihangaika sana kutafuta resources na trainers kwa ajili ya wasichana. Lakini nakuja swala unapotaka kumuita mzazi sasa kumuelezea matokeo ya mtoto wake na jinsi wapi tunaenda, mzazi hawezi kuja. Anakuambia na shughuli zangu, nauza vitumbua au naenda sehemu nyingine. Kwa tukaona kabisa okay, wazazi wa kitu ambacho wanakosa ni kuwajibika. Kuona okay, hata kama mtu ananisaidia mtoto wangu kusomesha bure, lakini pia mimi kama mzazi lazima niwe na mchango. Sisi kama WIDU lazima tufanye kazi pamoja na wazazi, lakini pia serikali na jamii kwa ujumla. Hatuwezi kuachiwa sisi kama sisi, hatuwezi kuweza. Kwa hiyo tangia tumeweza kuweka contribution ya chakula 1500 kwa siku, unaweza kaona sasa hivi kita wazazi kila mtu anakuja kwa sababu ana ile hisia kusema namsomesha mtoto wangu. Na mtazamaji wa Kidani, huyo ni mkurugenzi wa WIDU Rehema Konza ambaye tumezungumza naye kwa kirefu kiasi kuhusiana na taasisi hii na kazi ambazo wanazifanya. Na kwa sasa tutakwenda kusikia baadhi ya wasichana, mmoja akiwa amesoma hapa na baadaye akaajiriwa hapa na mwingine ambaye yuko katika mwaka wa kumaliza kwa mwaka huu 2025. Tutakwenda kusikia namna gani amepokea mafunzo, amebadilika baada ya kuingia hapa katika chuo hiki cha mafunzo. Kwa sasa tutapata break fupi, hapo tukirudi hapa tutaendelea. Habari, kwa majina naitwa Mvua Kadioshe. Mimi ni mhitimu wa WIDU mwaka 2021, ila mwaka 2022 nilipata nafasi ya kubaki hapa WIDU ikiwa kama ni sehemu ya kuendeleza ujuzi wangu, lakini mpaka sasa ni mfanyakazi wa WIDU na nipo kwenye kipengele cha afisa masoko, ninauza bidhaa zote zinazozalishwa hapa WIDU. Nilihitimu form 4. Nilivyohitimu form 4 nilikuwa tu nyumbani. Lakini pia kwa sababu nilikuwa na mwalimu wangu wa sekondari alikuwa ananiledi kwenye hizi club za mashuleni, kaniambia kwa sababu unasubiri kwenda chuo na mambo yako sawa nyumbani, unaweza ukajiunga na hizi taasisi zinazotoa elimu za ufundi stadi ili uwe na fani baadaye uweze kujiendeleza kwa maisha ya mbele. Kwa haikuwa rahisi, ila kama alichukua muda kunifanyia zile counseling na nini, nipokea kama hivi swala la kushona kompyuta. Unajua kimtani watu wanakuwa wanaiangalia kwa ufupi, hawaangalii kuambia waamini kuwa kila mtu mtani anashona, kila mtu anaenda hizo computer course, kila mtu anaenda English course. Lakini aliniambia uwezi jua soko linaendaje na uko mbele unaweza kujiendeleza vipi,
kwa sababu unavyozidi kukua na mawazo yanabadilika kutokana na mazingira. Baada ya hapo nikaichukua hii kama ni opportunity kwangu, nikaja hapa WIDU. Basi nikafanya interview na nikaa nimejiunga. Maisha yangu baada ya kumaliza WIDU na kuwa mfanyakazi wa WIDU kwa namna moja au namna nyingine imenibadilisha. Cha kwanza amenifanya nimekuwa aware kama kijana wa kike, kwa sababu kila siku kila mwaka nakutana na vijana wenzangu wa kike ambao wengine wamepitia situation ni zaidi ya kwangu, kuwa najiona kwa kabisa mimi kama kijana kumbe nina fursa afu nina bahati pia. Lakini pia kwa maisha ya nyumbani WIDU imenisaidia kujitegemea baadhi ya vitu. Najua kwa sababu nikipata hizi allowance najua kabisa kuna percent yangu ipo nitajisimamia 1, 2, 3, lakini kwenye familia nitaweza kucontribute hata kama sio kikubwa. Ila pia imenipa ile heshima kama msichana kwenye familia, unaweza ukatoa wazo akakusikiliza hivyo yani. Kwa majina naitwa Jacqueline Jacob, natokea Mwongozo Kigamboni. Nimezaliwa katika familia ya watoto watatu ambapo tunaishi baba na mama na ndugu zangu wengine. Mimi ni mtoto wa pili kuzaliwa katika familia yetu. Nilihitimu kidato cha 4 mwaka 2021 ambapo baba yangu alikopo anaumwa macho, kwa hiyo hakuwa na uwezo wa kunipeleka kuendelea na masomo. Hivyo nikakaa nyumbani kwa miaka yote hiyo ambapo dada yangu alimaliza WIDU mwaka 2021. Yeye ndo akamwambia mama, kwa nini usimpeleke mdogo wangu WIDU naye akajifunze. Nashukuru Mungu nilikuja WIDU na WIDU ikanipokea na mpaka sasa naendelea vizuri ambapo tunasoma masomo mbalimbali ikiwemo kompyuta, kushona na mengineyo. Nashukuru Mungu mpaka sasa naweza kushona nguo ya aina yoyote. Ndoto zangu napenda kuwa mwana fashion mkubwa, fashion designer ambapo nitakuwa na design nguo watakazovaa watu mashuhuri duniani. Kwa majina naitwa Happy Dominic. Mimi nimejua WIDU kutoka kwa binamu yangu ambaye amehitimu hapa WIDU 2019. Na pia nimekuja hapa WIDU najifunza ujuzi mbalimbali kama kompyuta, ushonaji, biashara, ujasiriamali pamoja na ubunifu wa mitindo. Na mimi ninapenda sana somo la kompyuta, natamani kuwa graphic design. Baada ya kumaliza kidato cha 4, matokeo yalitoka, nilikuwa nimefaulu kujiunga na chuo, lakini kwa bahati mbaya wazazi wangu walikosa uwezo wa kuniendeleza. Ndipo mama akaanza kuhangaika na kufuatilia ili kuniwezesha mimi nisiweze kukaa tu mtaani. Kikubwa ni kutokata tamaa, kwa sababu ninachoamini kwamba kufeli masomo sio kufeli maisha. Kwa hiyo anaweza akajitahidi akapambana na kutafuta ujuzi, kwa sababu kama tunavyojua kwamba ujuzi hauna mwisho. Lakini unaweza ukawa umesomea, labda tuseme umesomea udaktari, lakini kuna mara itafika utahitaji kustaafu, lakini ujuzi hauna mwisho mpaka siku labda Mungu atakapohitaji wewe, atakapokuhitaji huko kwake kwenye makao ya milele. Hivyo asikate tamaa, kikubwa ni kupambana. Kwa sasa tuna program kama nafikiri 4 ambazo ziko practical. Ya kwanza tunasema ni ushonaji na ubunifu wa mitindo. Hiki ni kitu ambacho wanakifanya hapa kwa mwaka mzima sana, wanashona na wanabuni pia mitindo mbalimbali. Lakini kingine tunasema tunakiita kompyuta na teknolojia. Msichana ana uwezo akimaliza hapa mwaka mzima anaweza kuchezea kompyuta. Lakini pia tunafundisha Kiingereza pamoja na sema communication. Tunamruhusu msichana sasa aweze kujua lugha ya Kiingereza inamsaidia vipi. Sisi kama WIDU tunajaribu sana kumfanya msichana awe na wigo mkubwa wa kutafuta kazi. Kwa hiyo kuna sehemu au kuna baadhi ya watu wanaanza kukutana nao ambao haongei Kiswahili. Hatutaki msichana apate shida kuwa na mtu wakati ambaye atamtafsiria, hatuwezi jua atamfikisha wapi. Kwa hiyo kutumia Kiingereza nataka msichana afikie soko yeye kama yeye moja kwa moja. Na siku hizi dunia imefunguka. Kuna fursa nyingi kwa wasichana. Hata kama amepata fursa kwenda Kenya, Uganda au hata nje ya Afrika, atatumia lugha gani? Kwa hiyo lazima kuwe na Kiingereza. Lakini pia kuna ujasiriamali na biashara. Hawa wasichana unapokaa katika mitaa yetu tunakuwa na changamoto nyingi kama jamii, lakini somo letu la ujasiriamali na biashara inamsaidia msichana kuona mazingira haya ninayokaa kuna changamoto ipi na ninaiweza kubadilisha kwa fursa hipi. Kwa hiyo pia kusaidia tu wasichana wengi pia kuona fursa za biashara na kuweza pia kutengeneza idea zao ambazo pia wanaweza kuziongoza wao kama wao, hata kama amesoma kompyuta na ushonaji. Lakini pia mazingira mtaani anaweza kusema okay, baada ya kufanya kompyuta kumbe hapa gepo kubwa ni kwamba hakuna duka, kwa nini sifungue duka nikafanya shughuli nyingine. Hii yote ni kumfanya msichana awe amefunguka kimawazo na kuona fursa zote
ambazo zipo katika jamii yake na kuweza kuchukua nafasi. Maximum ni wasichana wangapi ambao mnachukua kwa mwaka? Kwa kawaida tunachukua watu 30. Kwa hiyo watu 30 maana yake ni nini? Hatuna resource nyingi za kumchukua kila mtu. Sisi tunachokitaka au tunachokipenda zaidi kutoa huduma ambayo inakuwa ni bora. Na ndio maana tunataka ile msichana akimaliza hapa iwe rahisi kwake kupata kazi hata tunapomuunganisha na sehemu za kazi. Lakini mwakani kuna mabadiliko kidogo kutokana tu na ushawishi wa watu, lakini pia resources ambazo tunaweza kuzipata. Kwa mwakani tutachukua wasichana 35. Hawa watakuwa kwenye bweni tu. Lakini pia tutachukua wasichana wengine 20 ambao hawa ni wadei watakaokuwa wanakuja na kuondoka. Lakini kingine kitu ambacho tumeweza kubadilisha kwa mwaka 2026 ambacho kitasaidia na watu wengine pia. Sisi tunatoa huduma hapa ya kompyuta. Mfano, Sauda umeajiliwa, lakini unajua kabisa mimi hapa kwenye kompyuta sio mzuri na kazi yangu nahitaji ni improve uwezo wangu kwenye kompyuta. Basi WIDU itakufundisha labda mwezi mmoja au miezi miwili au mitatu kutokana na level yako na nini ambacho unahitaji sehemu ambayo umeajiliwa. Kwa hiyo tutakuwa tunatoa pia mafunzo ya muda mfupi kwa watu mbalimbali, hasa ni wanaume pamoja na wanawake, ambao itakuwa ni miezi mitatu ama mwezi mmoja mpaka mitatu au muda mwingine hata miezi 6, sehemu ya kompyuta, Kiingereza. Na ushonaji. Kuna wanawake pia wanapenda ubunifu, wanawake watu wazima. Lakini pia kuna nafasi za wale ambao wamemaliza mwaka huu. Wameweza form 4, yuko mtaani, anakaa miezi 7, mtaani anafanya nini? Kuna nafasi hapa ambayo itakuwa ni day, ni short course. Tunaweza kumfundisha Kiingereza au tunaweza kumfundisha pia kompyuta ili kumsaidia kijana asiwe mtaani. Kuna vishawishi vingi. Tunatamani kila kijana lazima atambue kama hii ni Tanzania yetu, ni lazima tuilinde, tuipe thamani kwa sisi kama vijana au wao kama vijana kufanya kazi kwa bidii ili uchumi ukue na kila mtu aweze kubenefit. Nini hasa unamwambia mtoto wa kike yule ambaye yuko katika mazingira ambayo anapata kila kitu, ana uwezo wa kupata hivyo vitu, kwa mfano elimu, maisha na kadhalika, lakini bado anachezea ile nafasi alionayo? Kitu ambacho naweza ngasema kwa msichana ambaye una kila sababu ya kuenda mbele, una resources zote, jitahidi. Angalia maisha yako, pigania maisha yako, kwa sababu kama una resources, maisha mtaani ni magumu sana. Na nafikiri kwa sisi wasichana pia au wanawake kuna muda. Unajua kuna muda unaweza kauchezea kwa sababu miaka 16, 17, lakini ukishaanza kufika 30 utaanza kujuta. Kwa hiyo muda ni sasa, endelea, una resources, kaa darasani, soma au jifunze ujuzi kama inawezekana, pigania maisha yako ili pia tupunguze idadi ya wanawake ambao ni tegemezi na kutoa ukatili mwingi. Unajua muda mwingine Sauda, ukatili unatokea kutokana na jinsi maisha yalivyo ndani. Na wale ambao ni kweli wanatamani lakini ni ngumu, basi WIDU iko hapa kwa ajili ya kuwasaidia pia wafikishe ndoto zao au malengo yao. Rehema ni mtu aina gani? Naweza nikasema ni mtu ambaye ni msikivu. Napenda sana kumsikiliza mtu na kujua ametokea wapi, anataka nini na changamoto zake ni nini. Ni mtu ambaye wazungu wanasema ni curious. Napenda kufahamu zaidi kwa nini haujafanya hiki na ulikuwa unapata hiki. Lakini pia ni mtu ambaye napenda sana kusaidia watu wengine. Ninapopata nafasi au ninapopata resources, kama nitakiwa kumsaidia mtu mwingine, niko tayari 100% kumsaidia mtu mwingine. Lakini kingine ambacho ni kikubwa, sipendi sana mtu ambaye tunasema ana take advantage. Kwamba mtu unamsaidia kumbe alikuwa anaongopa au alikuwa hataki kile ambacho unafanya. Kwa ni muhimu zaidi kuwa mkweli, kuwa kind na watu wengine, lakini pia kusonga mbele kama vijana, kama wanawake, kama wasichana, lakini kama jamii ya Tanzania. Hii ni nchi yetu, ni lazima tuisaidie kwa pamoja. Na mtazamaji wa Kidani, ni kushukuru sana kwa kutenga muda wako mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na mimi ni Sauda Hussein, na hapo chini kuna namba ya simu ambayo inapita chini kwenye screen yako 0888475656. Unaweza kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia WhatsApp, ama unaweza kaenda katika mitandao ya kijamii, andika Sauda_Kidani Show ama UTV TZ ama Azam TV TZ, na huko nitapokea maoni yako moja kwa moja na kuyapeleka kwa Rehema ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya WIDU. Ni kushukuru sana kwa muda wako, mpaka wakati mwingine. Kwaheri.